haijalishi imefunguliwa lini. Kesi ya uhaini ni kesi nambari 1, kwa hiyo ina umuhimu nambari 1. Yaani hata kama imefunguliwa leo kuna kesi nyingine 10,000 kutokana na umuhimu wake, kwa sababu ni kosa pekee linalotajwa kikatiba, si ndio? Linaruka linakuwa nambari 1. Kwa hiyo kasi na namna ya kuendesha ile kesi inatakiwa ndio nambari 1 katika kwa mahakama zetu. Kwa hiyo mahakama inatakiwa kufahamu kwamba inaposhughulika na kesi ya uhaini ni kesi nambari 1. Kumetokea mliona mambo ya ajabu mwaka jana baada ya yale mauaji hayo ya kusikitisha na ya kinyama na ya kishetani yaliyofanywa tarehe 29 na tarehe zilizofuata. Vijana wameshikwa huko, wamebabikiziwa kesi za uhaini. Yaani kama reja kila mtu ni uhaini. Watu wanafahamu uzito wa kosa la uhaini? Inazungumza nini kuhusiana na mfumo wetu wa jinai? Tume huyu Rais Haram aliunda tume ya kijinai, sio? Wakati alikuwa tulikuwa tunatambua tu kwamba ni rais. Sio? Ameingia madaraka, Magufuli amefariki, ametoa madaraka. Chadema ilikuwa iko kupinga, ilitoa ushirikiano waweza kufanya kwake yeye. Akaunda kikosi kazi. Wale wamesema jeshi la polisi livunjwe, liundwe upya. Akataa jeshi linafaa. Sasa namna ulikuwa kuna namna ya kuweza kusuka mfumo wa haki jinai, namna ya kesi za jinai zinavyotakiwa kuendeshwa, namna yote haya imekati. Yaani kuna mapendekezo mazuri kabisa. Huyu Jaji Chande amekwenda kujaribia sifa yake kwa kukubali kuingia kwenye upumbavu wa hiyo si tume ya uchunguzi. Tume yake ya kikosi kazi ilifanya kazi nzuri. Ina mapendekezo mazuri ya kusaidia nchi. Inasaidia kwamba inaendana kidogo na mambo yaliyotokea mwaka 76 yale mauaji ya Shinyanga. Sawa. Imetokea matatizo, watu wameuawa. Licha ya wale ambao Rais Mwinyi ndio wakati alikuwa waziri mambo ya ndani Mwinyi na Peter Siovera kujiuzuru na yule mkuu wa mkoa kule Kisumo walipoondoka, waliondolewa maafisa wengi sana wa jeshi la polisi. Nakumbuka nilikuwa mtoto mdogo, nilikuwa miaka 10, lakini nilikuwa mpaka 11 nilikuwa nafuatilia sana siasa. Sasa mimi nimeanza kufuatilia siasa tokea Karume alivyouawa. I was 6 years old. Sasa Nyerere aliondoa watu wengi sana wa polisi. Wengi sana. Wakina Said al-Maamri wote wakina nani? Wengi walikuwa ukisoma ile magazeti ya mwaka 76. Nakumbuka yani 74 75 kwa sababu naanza kusoma magazeti ndio Said al-Maamri bado ni mwenyekiti wa FAT. Lakini vile vile ni mtu wa polisi. 76 kusoma magazeti ya 76. Alivyofunua jeshi zima la polisi na watu wa usalama. Kwa hiyo na hawa walichokuwa na kidai haikuwa kitu cha ajabu. Lakini mwaka 64 umetokea uasi wa jeshi la Tanganyika African Rifles. Sawa? Wameasi wanajeshi hapa Lugalo. Inaitwa Korito Barracks. Wanajeshi 5,000 hapa. Wanapinga kwa sababu swala moja wapo ni kwamba kwa nini wazungu, makamanda wa kizungu bado wanaendelea kufanya nini? Kuongoza sio Afrika, lazima tuwe na nini? Nyerere alikuwa anakataa ile kwamba hatuwezi kutuingiza tu Afrika kwa sababu wao ni Waafrika. Lazima tubakie na watu nyinyi wenye uwezo. Wao lakini wakagoma. Wakaasi. Tumekuja kupigwa hapa, Nyerere ikabidi kwa aibu kubwa sababu Kenya na Uganda vivyo waliomba msaada kwa upande wao. Sasa sisi akalazimika kuomba ile manuali ya Kiingereza. Ina watu 60 tu. Walipopiga mzinga miwili mitatu hapo, hao watu wakatoka nje waonyesha mikono mikia wameifuata mpaka kwenye matumbo yao. 5,000. Ile ikamkazia Nyerere akavunja jeshi. Anasema jeshi la watu 5,000 linapigwa na watu 60. Hatuna jeshi. Likaanzishwa upya. Ndio maana jeshi la wananchi wa Tanzania tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 64 likawa lifanya nini? Limeanzishwa. Kwa hiyo tuna historia ya kuunda upya vyombo. Huyu alikuwa na nafasi ya kuliunda jeshi la polisi upya na kuwa na jeshi ambalo la huduma linalojali haki ambalo kweli linaishi ile mbiu yao inaishi ile mbiu kwamba usalama wa raia. Hebu tuzungumze hilo inshallah. Hivi karibuni tumeshuhudia matamko ya
viongozi kutoka jeshini. Kwa mfano ile taarifa ya Jeshi la Wananchi, idara ya habari akianza kutoa taarifa kwa wananchi, lakini akitumia kauli mbiu za kisiasa, kauli ambazo zinatumiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa mfano kazi na utu, Jamhuri ya Muungano na kadhalika, tunaiona kwa wanasiasa wengine. Katika maoni mseto yakaonekana yuko sahihi kwa sababu chama kilichoko madarakani ndicho hicho ambacho mwenyekiti wake ndio rais, kwa maana hakuna dhambi. Lakini wengine wakahoji kwamba jeshi linawezaje kutumia kauli za namna hiyo katika yaani ndio nakwambia. Hebu tueleweshe, kuna kosa lilifanyika katika kamanda yule kuzungumza kutumia hizo kauli. Ni kubwa mno ile, hata licha kwamba wao CCM walikuwa wamekataa mabadiliko makubwa ya kimfumo ya vyama vingi, mfumo wa vyama vingi, lakini wangalau mwaka 92 baada ya mapendekezo ya Nyerere kusema nchi nyingine vyama vingi, kulikuwa na namna ya kufunga matawi ya CCM na kila sehemu kutoka kwenye majeshi, yani kutenganisha jeshi na nini na siasa. Ile ilifanyika. Hawa kina Kikwete wote walikuwa ni makanali jeshini, walifanya nini? Wasema walitakiwa wakaondoka. Walifanyiwa sherehe mwaka 92, walikuwa na agwa kila sehemu, wanafunga zile vioni, ondoa. Sasa ibara ya 47 naomba hata baadaye uweze kuiproject. Sasa ni marufuku, ndio mwanajeshi kujihusisha na siasa, ila atakuwa na haki ya kufanya nini? Ya kupiga kura. Mwanajeshi atakiwi kushiriki siasa, ni katazo la katiba. Nasikia wao kazi yao ni kulinda mipaka ya nchi yetu. Hawatakiwi kutumia kauli za nini za kisiasa. Wao ni nini? Ni yao kufuata nini? Kazi yao peke yake. Unapoanza kuruhusu jeshi na kauli za kisiasa kutumika kisiasa, ni hatari. Huyu Samia mwezi wa kwanza mwaka 2024, si mnakumbuka? Alisema jeshi liwe tayari kwa ajili ya uchaguzi. Siku provide amani na ulinzi. Nimesema hivi, ibara ya 147 inasema jeshi alitasika nini na siasa. Uchaguzi ni kitendo cha kiraia, kitendo kitakatifu cha kiraia. Sawa sawa, ni kazi ya sio kazi ya kijeshi. Sasa hizi imegeuzwa kama ni hatua ya nini? Ni kitendo la kivita. Unasikia? Ile kesi ilianza na kesi ya Kaburu, ilikataza matumizi ya namna hii. Kuna mwongozo wa mahakama ya rufaa hawataki kufuata. Yaani ungeenda kusoma ile kesi ya Kaburu, ukienda kufuata kesi ya Kaburu na hali ilivyo sasa, unashangaa kwa nini matatizo mengine tunayo wakati mahakama ilishaisha tamka na kutoa mwongozo. Rushwa hapana. Kwa hiyo wale mabango yote, sijui pikipiki za Samia, sijui na nani, ilikuwa ni makosa ya kinini? Ya kiuchaguzi. Kwa hiyo walitakiwa afukuzwe. Wote walitoa rushwa. CCM hao wakatoka pale, kumbuka, walikuwa kazia mambo ya takrima. Sawa? Walikuwa na mambo ya takrima. Watu wakaenda mahakamani wakapinga takrima. Mahakama Kuu ikatangaza kwamba ni batili, ni kinyume cha katiba. Rushwa ni nini? Takrima ni rushwa. Sasa ndio haya mambo ambayo yametufikisha hapo. Kwa hiyo sisi kama nchi yetu ukiangalia, tulipofika, tumefikishwa hapa na watu wenye nia mbaya na nchi yetu, wasioipenda nchi yetu, walioifisadi nchi yetu, walioinajisi nchi yetu.